Urusi wana shida hizo, ndio nchi kubwa kubwa. Nigeria ina shida yake. South Africa saa hizi hata stima hawana, wana shida yao. Ya muhimu ni kwamba lazima tukiwa na shida tukuje pamoja, tuongee, tutatue matatizo yetu. Na hivyo ndivyo mmeona sisi kama washauri wa rais tumemshauri na ameleta serikali ya kujumuisha watu wote. Ndio mnaona John Mbadi ameingia, Joho ameingia, Wandai ameingia, Oparanya hapa ameingia, na wale ambao walikuweko, ili nchi ikuje pamoja tuweze kutembea pamoja. Yetu tu ni kuomba, kwa sababu Waganda wote walikimbilia hapa. Kenya yeyote akimbilie nchi nyingine kwa sababu viongozi wanasozana. Lazima tunasema if it is me creating a problem, I'll give way so that we have peace. That is what our country should be. Nchi imekuwa na changamoto. Sivalasi yumbile kabisa kabisa. Hata siku ile ya tarehe 25 mwezi uliopita, ni Mungu tu alitusaidia. Nilikuwa kwa kiti, kazi inaendelea. Huko nje nasikia kelele. Ikifika saa 8:30 tukapata maneno ya kwamba mambo si mazuri, hairisha kikao, mtoke. Mtu amevaa vitu ambaye haieleweki, amekaa kwa kiti ya speaker, anapiga kelele, baadaye anashikwa, anapatikana ako na visu, ako na acid kwa mfuko. Hizo ni vitu za kuumiza watu. Kwa hivyo ni Mungu alitusaidia, na nchi sasa inarudi pamoja. Mnaona siku ya Alhamisi walijaribu kusema wana maandamano, yote ikafeli. Hakuna maandamano yaliendelea. Hakuna nchi haina shida. Ukiangalia Marekani wana shida yao.